Ya, mambo vipi rafiki yetu ambao anaendelea kufuatilia katika akaunti yetu na katika mitandao yetu ya kijamii. Niko hapa na kijana wa kanisa. Kijana wa kanisa, nitamkaribisha aweze kujitambulisha, alafu baada hapo nitamuuliza maswali madogo ambayo yatakuwa kama challenge katika maisha yetu ya kila siku. Bro, vipi? Unaitwa nani? Jenzi wa kanisa la wapi? Barikiwa sana. Sasa hongera sana kwanza kwa kupendeza. Kawaida sana. Ni mambo ya kawaida kwako. Lakini natamani ikiwa mkubwa leo kama wewe. Sasa na challenge ndogo kwako. Hivi ni kwa nini vijana wengi wa makanisani wa kiume na wa kike, wa kiume hawapendi kuoa kanisani na wa kike hawapendi kuolewa kanisani? Wanaona bora wakaolewe nje ya kanisa kwa watu ambao sio wanaoamini kama wao. Changamoto wa ni yes. Najua kwa sababu mtu ambaye unaishi naye karibu anaweza kuwa makini, lakini akiangalia nje ataamini kwa makini. Unaona, kama unasema nabii akubariki kwa usije. Kwa hiyo mtu ambaye mimi niko naye kanisani siku zote, anakutana naye kila Jumamosi, pengine mazoezi ya kuimba kwaya, anajua maisha yangu kifupi, japokuwa haiza kanijua ndani sana, lakini anajua baadhi ya maisha yangu. Kwa hiyo ataona jinsi ambavyo naishi na yeye, jinsi ambavyo anataka awe tofauti. Kwa hiyo anaona kana kwamba mimi sitaweza kufikia baadhi ya vitu ambavyo anataka. Kwa maana akiangalia nje, anaona kama kuna jirani yangu pale ana uzoezi na range ya kiwango kupata hiyo, sababu kila hiyo na atapata kitu. Sasa ile kutoka kwa Ubeni kwamba vijana wengi wanaoa kuolewa katika kwa sababu ya nini? Ya maokoto. Vijana siku hizi mnazita za pamba inasababisha watu waolewe nje ya kanisa. Sasa tunatokaje? Unashauri vipi vijana ambao wanapitia changamoto ambao wana tamaa ya pesa? Hiyo kwanza inahitaji akili na stability. Kwa bora unamtaka mtu, alafu unataka uweke na vigezo tena. Kwa ni changamoto. Yaani pesa ni kila kitu. Pesa ni kila kitu. Lakini pesa pia haiwezi kununua pesa. Pesa haiwezi kununua furaha. Sawa, utaniacha mimi kwa sababu una kipato kidogo tu cha kuweza kufundisha, cha kuweza kununulia kwa mzigo mmoja, utapata hiyo nafai kwa mwezi kukuletea labda dola 7. Tanga atafunulia iPhone kila wiki. Unaona, kwa hiyo kwa biti angalia nataka nini kwanza. Nataka msemo mzuri, nataka nzuri na upendo mzuri, kama nataka pesa. Kwa hiyo uchaguzi unabaki kwa kila kijana kwamba ni nini anakitaka. Anataka maisha ya furaha, maisha ya kufurahi, kuenjoy, au anataka maisha kukaa na amani na kuweza kumcha Mungu akiwa ndani ya ndoa yake. Asante sana. Maneno mazito sana ameweza kuyatamka kijana wa kanisa Mr. Ben, kwamba pesa ni kila kitu lakini haiwezi kununua upendo, furaha na amani. Kwa hiyo wewe kama kijana wa kanisani, kijana wa msikitini, endelea kubaki pale ulipo na kuwa mvumilivu, kwa kuwa Bwana ni mwaminifu, atakupatia mtu ambaye anakustahili kwa wakati wake. Endelea kufuatilia zaidi ili upate updates zingine za masuala kama ya kijamii na ya ujana, ili tuendelee kupata mabadiliko katika maisha yetu. Asante.